Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio wakati tunatamani tukapate kuliendea neno asubuhi hii ya leo. Nataka tukapate kuangalia mji wa Samaria. Mji wa Samaria ulipigwa na njaa. Waliishi katika maisha magumu, wakawa wamelikosa hata tumaini. Neno linasema ya kwamba ikafikia wakati wakawa wanaanza kubadilishana watoto ili kuwatokosa kuwala. Bwana Yesu asifiwe. Na kulikuwa kuna mmoja ambaye katika maisha yake alikuwa ametegemea mgongoni kwa mtu. Alikuwa ametegemea kubebwa. Kula kwake alikuwa anategemea mtu. Maisha yake alikuwa anategemea mtu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku moja Bwana akamtuma mtumishi wa Mungu Elisha ili akapate kwenda kukomboa mji wa Samaria. Bwana Yesu asifiwe. Na Elisha alienda kwa sababu lengo lake ni kwamba mji wa Samaria ukapate amani. Lakini yule ambaye alikuwa ameishi kutegemea, aliposikia ujumbe wa Elisha, alimkashifu Elisha. Akasema ya kwamba haitawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Usiwe kama yule aliyetegemea mwanadamu. Natamani ukapate kumtegemea Mungu. Na Bwana anaposema mwanadamu ni nani akapate kupinga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo dadangu juzi alikuja huyo. Ni huyo kweli? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Alikuja hali hata ulikuwa unakemea pepo lakini unakuwa chochochonjo. Ulikuwa unakuwa chochochonjo mwanangu. Ukifanya mchezo anakurarua vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka leo amebeba mtoto wake Bwana. Si Mungu amemfungua? Mungu amemponya. Walikuwa wamenyang'anya kivuli chake. Sasa alikuwa anaanza kuingia kwa majaa kwanza kokota sasa kuongea peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana amemfungua. Amemponya. Haleluya. Sharti wakatangaza ushindi huko. Bwana Yesu asifiwe. Pale kando kuna kijana wangu naye aliletwa hapo juzi. Naye alikuwa anacheza mikwindu peke yake naye. Naongea peke yake story nyingi zilizoisha. Sasa naona sasa ametulia. Ana habari, nimemwona akimrukia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Si amefunguliwa. Bwana ametenda. Wangojea nini wewe? Ama ni wana kusema mpaka uone mbingu imefanya madirisha ndio uamini kwamba Bwana anatenda. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo hata unaenda kutendewa. Ukiamini Bwana anaenda kukushakaza mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Imani inaenda kukuinua. Imani inaenda kukuponya. Imani inaenda kukubariki. Bwana Yesu asifiwe. Basi ni wakati wa neno. Nataka tupate kuingia katika kitabu cha Mungu. Kitabu cha Wafalme wa Pili 7:1-2. Unasema, Elisha akasema, sikieni neno la Bwana. Bwana asema hivi: kesho panapo saa hii kipimo cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli, na vipimo viwili vya shairi kwa shekeli, langoni pa Samaria. Mstari wa 2 unasema kwamba basi yule akida ambaye mfalme alikuwa akitegemea mkono wake akamjibu yule mtu wa Mungu akisema, tazama, kama Bwana angefanya madirisha mbinguni, je, jambo hili lingewezekana? Akamwambia, angalia, wewe utaliona kwa macho yako, lakini hutakula. Bwana Yesu asifiwe. Kupata unga ilikuwa ni shida, maana walikuwa wanaishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini neno linatuambia kwamba kulikuwa kuna akida pale. Yule akida alikuwa amezoea kulishwa, amezoea kutengenezewa, amezoea kubebwa. Aliposikia ujumbe wa Elisha, alimwambia Elisha, ingekuwa Bwana angefanya madirisha mbinguni, kile unachokisema kingefanyika. Lakini kwa sababu hakuna madirisha mbinguni, unafanya kudanganya
utafika. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini neno linasema ya kwamba mtumishi Elisha akamwambia akida, ninataka nikwambie ya kwamba mchana wa leo inapofika kesho majali wa masaa kama haya, kunayo shekina ya unga itauzwa kwa bei nafuu na itauzwa langoni kwa Samaria. Ninataka nikwambie ya kwamba utafanya kuviona lakini hautavigusa, maana Bwana atakapoachilia hiyo neema hautaipata, maana Bwana anaenda kutenda yaliyo yake. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Na neno linasema ya kwamba kweli ilipofika siku iliyonenwa na Elisha, hakika unga mzuri uliuzwa kwa shekine 2. Yule dhalimu aliyekuwa ameongea uovu mbele yake hakuweza kusongelea, bali alikinyagwa na akakufa. Watu wakaona utukufu wa Bwana, watu wakaona neno la Mungu, lakini yeye hakuliona katika maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Nipo nataka ninene na mtu mchana wa leo ambaye anasema ya kwamba amelikata tumaini anapoishi magonjwa aliyonayo. Anasema ingekuwa Bwana ninamuona angenifungua, lakini kwa sababu sijakutana naye sioni kwamba nitafunguliwa. Magonjwa niliyonayo sioni kwamba yatatoweka. Walioniweka kwa miungu yao sioni kwamba watanifungua. Nataka nikwambie mchana wa leo, neno la Elisha linaenda kutimia katika maisha yako. Wewe unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu. Wewe unaenda kupokea uzima siku ya leo. Hiyo miungu haitaandamana na wewe, hiyo miungu haitakushika, maana Elisha amesema ya kwamba kuna neno linaenda kunenwa juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Walisema hautafunguliwa. Nataka nikwambie leo unatoka ukiwa wewe ni mzima. Wakasema kwamba hautabarikiwa. Nataka nikwambie leo unaenda kuzipokea baraka zako. Waliotabiri uovu mbele yako, mwambie kwamba imefika mwisho, maana Bwana ametuma mtume wake Elisha ya kwamba kila kitu kinaenda kuwa sawa katika maisha yako. Wanangojea huko wasikie kwamba basi ameenda bureni, lakini vimeshinda, yaletwa na kitanda hapa, si ndivyo wanavyotaka kusubiria? Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie ya kwamba Mungu wa Elia ameenda kukushukia katika maisha yako. Mpendwa, unaenda kufunguliwa kwa jina la Yesu, unaenda kubarikiwa kwa jina la Yesu. Lile usiloliweza Bwana anaenda kukuwezesha. Mwambie maadui zako ya kwamba mtakiona, maana Bwana anaenda kulifungua. Hamutaona baraka zangu, hamutaona kutembea kwangu, maana Bwana anaenda kuachilia neema. Adui wako anaenda kuzima kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mimi huwa ninamwambia kila siku na huwa ninamkumbusha, usikubali kumwombea adui yako miaka mingi. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kumwombea adui yako miaka mingi. Eti unamwombea adui yako aishi miaka mingi, unapobarikiwa asione baraka zako kwa macho. Hiyo ni story ya jaba. Bwana Yesu asifiwe. Adui haombiwi miaka mingi. Mpe nafasi ya masaa ili apate kuhama mbele yako. Mwambie Bwana, nataka ukapate kukutana na adui yangu aliyefunga baraka zangu, aliyefunga milango yangu, aliyefunga maisha yangu. Nataka ukapate kumshughulikia. Unaposiachilia baraka, afanye kuzisikia, lakini asisione machoni pake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaenda kutendea. Elisha akamwambia yule dhalimu, kile ulichokinena nataka nikwambie, Mungu utauza kwa shekina hapa, utafanya kuona lakini hautaufikiria. Alikuwa ni adui wa Samaria. Yule dhalimu alikuwa ni adui wa mji wa Samaria, na Bwana akamtuma Elisha ili akapate kumkanya, amwambia ya kwamba baraka za Samaria zitakaposhuka utafanya kuziona, utafanya
kuzisikia lakini hautazikaribia. Bwana Yesu asifiwe. Una wakati wa kumwambia Bwana, aliye ni adui yangu, baraka zinaanza kufunguliwa, afanye kusikia kwamba kunazo baraka lakini asizione na macho yake. Bwana, neno kashughulikia wa maadui yangu. Bwana, kashughulikia hivi vikwazo vilivyo mbele yangu, waliosimama ni kwa ajili ya kunipiga vita. Mwambie Bwana kapande kwenda kuwashughulikia, kasimame pamoja nami siku ya leo, wakajua ya kwamba Bwana uko pamoja nami, za kwamba hautaniacha wala hautanipungukia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama wangu ameshinda mpaka kutoa ushuhuda, anahisi kwamba ana mzigo, yani hajui afanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Lakini kwa sababu Elia amesema kuanzia siku ya leo mzigo unaenda kwao. Hautabeba mzigo ndani ya moyo wako, hautabeba mzigo ndani ya nyumba yako. Bwana anaenda kuachilia uponyaji. Roho wa Mungu anaenda kuachilia uzima kwako, wakajua ya kwamba umekutana na mkono wa Bwana. Hello. Bwana nenda kumfungua wewe. Mimi wananitafuta na kuniwinda lakini hawanipati. Na kwa sababu hawanipati, hata huyo hawatakupata. Yule Mungu anayenilinda ndiye anaenda kuachilia ulinzi kwako. Yule Mungu anayenifungua ndiye anaenda kukufungua na wewe. Maadui zenu wanaenda kusafirishwa, wanaenda kupewa taarifa. Hamtawaona kwa macho yenu, maana ni wakati za baraka za Mungu zinaenda kumiminwa ndani yenu, na kwa sababu zinaenda kumiminwa, uwepo wa Bwana utakuwa juu yenu wapendwa. Bwana anaenda kumtendea, Bwana anaenda kumpigania. Elisha akasema hakuna lisilowezekana, maana Danieli alikuwa amesita, amepinda na kusema ya kwamba hakuna lolote litakalowezekana. Ingekuwa mbinguni kuna madirisha, kile unachokinena kingetimia, lakini kwa vile hakuna madirisha, nataka nikwambie Elisha, usidanganye wa Misri. Nami nataka nikwambie mchana wa leo, kama Elisha alivyonena, na nena na maisha yako mchana wa leo. Usiangalie magonjwa ulionayo, usiangalie dhiki ulionayo, usiangalie huzuni ulionayo, usiangalie vita kwa nyumba yako, usiangalie vita kwa kazi yako, usiangalie vita kwa biashara yako. Bali amekwambia ya kwamba unaenda kufunguliwa, unaenda kubarikiwa, baraka zinaenda kuachiliwa kwako, uzima unaenda kuachiliwa kwako. Wamenena vya kutosha, wamenung'unika vya kutosha. Ni wakati wa Bwana kapate kuchukua nafasi mchana wa leo. Bwana anaenda kuchukua nafasi. Anataka akakufanye kuwa chombo cha thamani. Anataka akakutengeneze mpendwa mchana wa leo. Anataka akapate kukugeuza, wakajua ya kwamba Mungu naye mwabudu wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Nataka nikwambie mchana wa leo, Roho wa Mungu anaenda kukuponya. Aliyeweka miungu ndani yako, hiyo miungu tunaing'oa na kuirejesha mahali ilipotoka. Magonjwa tunayang'oa, tunamregeshea mwenyewe. Ulemavu tunang'oa, tunamregeshea mwenyewe. Bwana anaenda kupenda miujiza juu ya maisha yako. Hiyo roho ya wenda wazimu inaenda kumoka. Hiyo roho ya wenda wazimu kuanzia masaa haya, Bwana anaenda kujitukuza, maana wazimu unaenda kuwarejelea wenyewe, wajipange kwa miungu yao. Hiyo roho ya wenda wazimu tunaituma kwao. Hiyo roho ya wenda wazimu tunaituma kwao. Waliokamata maisha yenu, waliokamata mili yenu, waliokamata njia zenu, tunazing'oa mchana wa leo, tunazirejesha kwao, wakajua ya kwamba huyo Mungu unayemwabudu ni Mungu mwenye uwezo. Bwana Yesu asifiwe. Mataifa wanamuuliza Mungu wenu yuko wapi? Mbona mnatembea na magonjwa? Wanamuuliza huyu Mungu mnayemwabudu kila siku yuko wapi? Mbona hamujafunguliwa? Huyu Mungu ambaye mnamtembelea kila wakati, mbona hatuoni akimfungua? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana mchana wa leo, Mungu wenu anaenda kutukuka kwa boma zenu, anaenda kutukuka kwa familia zenu,
wamempangia nini, haijalishi wamemkamata kiasi gani, lakini Bwana akisema mwanadamu ni nani akapate kupinga? Na amesema ya kwamba mchana wa leo wewe ni uende ukafunguliwe, wewe ni ukapokee neema, wewe ni ukapokee uzima unaenda kupokea mchana wa leo, uzima unaenda kupokea mchana wa leo. Hakuna